Umekuja tu kusema nini? Mrembe. Mrembe handi. Mrembe bosi. Mrembe huyo. Asanteni. Sasa ukiniruhusu tu, we want to give a special giving. Yes. Special giving ambayo tunaweka tu patue mahali kuweka because kuna nasema tutasindikiza. Sasa nipeane. Okay, basi ninyi nikipeana mtanifuata sio? Ngelea huku. Hata anaishi wapi? Basi anaishi wapi? Hata anaishi wapi? Fanya haraka nitazungumza kwa kifupi. We just came to say thank you. Just came to say thank you. Thank you, Jesus. Thank you, God. God Almighty. Thank you. Thank you so much. Asanteni sana viongozi. Bwana Yesu asifiwe tena. Hebu tusalimianeni. Nawashukuru sana vijana fika vile vile kwaya. Beautiful ministry. And the young artist, Bishop Ruto. Asante sana kwa mahubiri on the story of Dorcas. Hiyo story ya Dorcas ya ajabu. Ilikuwa Tabitha akafa, akamfufua kwa sababu alikumbuka waliomtetea ni wale ambao alikuwa anawasaidia. Wananchi wa kawaida. Sema Mungu sasa hata hivyo navalia. Amazing story. Thank you so much Bishop Ruto. Thank you so much. Thank you so much. Man of God, Ken Ashweli. Tarehe 11 wasiti 11 10 Novemba akatoa unabii na alisema hapa kwa madhabahu pale kwamba anijui mimi, alikuwa kweli alikuwa hatujuani, ni yale tu Mungu alikuwa amemnenea. Na kwa hivyo hiyo story ikatambaa kwa mitandao. Unajua siku hizi you don't have to go to the Nation, to the Standard, to the Star, kuandika ma story. Alternative media, podcasts, TikTok wanatambaza kila mahali. Na hii ndio italeta uhuru wa kutosha Kenya hii. Hiyo story nikaipata mimi mwenyewe. Alafu nikashangaa. Na hapo ndikana nabii alisema huyu jamaa kama hatafika hapa nimuombe atanyang'anywa. Mimi nakumbuka nikisema hivi. Kwa hivyo nikaanza basi kujiuliza moyoni nifanyeje? Ufike. Si tumefika? Tumefika. Lakini kabla ya kufika nilituma mashahidi waje wajue kwamba kuna mtumishi wa Mungu aina hiyo. Na ndio hapa wenzake wako hapa. Na Mama Overflow, na Apostle Colin, and all of them came of the same mind. They brought me a report. Na mimi basi Mheshimiwa baba yao, kuna watu wanalalamikia mimi kwa mitandao. Sifuna nataka niwashtaki kwako. Because I know your mind and your heart. Yaani mtu anasema Kalonzo anatembea na watu wenye integrity issues kama baba yao. Kumbuka watu ni wale walimnunulia Yesu. Yesu walilalamikia yeye. Sema anakula na taxpayers. Wafanya nini? Na hao ambao wanasema hivyo hawajitokezi. Wakijitokeza zote
because there's a law of natural justice. The fact of impeachment does not necessarily make you a criminal. Sababu ya huyu bwana akawa impeached kama governor wa Kiambu, ukikaa naye atakuelezea he was impeached kwa sababu alikuwa na support Ruto ambaye alipatiwa unabii hapa. So before you convict, before utoe dhuluma, matamshi ya kukashifu, hebu tu jiulize, kila binadamu ambaye umeombwa na Mwenyezi Mungu, we are all sinners. I am, for example, a very simple sinner, but saved by grace. Mimi niokolewa tu na neema. A sinner saved by grace. I lay no claim kwamba mimi nina ujuzi zaidi, kwamba nimeokolewa zaidi kushinda wengine. Hayo ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Kumbukeni, wenzetu wengine juzi wakatamka kwamba kuna maupepo Kenya hii. Yaani maupepo, wakati walikuwa wanatabiri kwamba watakuwa viongozi, hawakuwa na upepo. Sasa wamesema pesa ambazo hazijulikani zimetoka wapi ziregeshewe wenyewe. Kwa sababu tuko kanisani, lakini mwenyewe amekubali hayo majina. So that's okay. That's okay. Kwa hivyo na tutaongea hayo pale. Kwa hivyo mimi nimekuja leo, lakini nabii, nitakuuliza swali. Ile karai nawe mwenyewe imeandikwa NCC, maana yake ni Nairobi City Council. Nabii, ulilipa ushuru? Nabii, kama hukulipa ushuru, nitakusaidia ulipe, so that I can possess. You know, there's such a thing as possessing your possessions. Lakini kwa sababu ulikuwa unachoma mahindi, hawakukuja kwamba you used what you had. Haukuficha kwamba hii ni mali ya wenyewe. Kwa hivyo one of these days tutampatia Senator Sifuna, because he's a senator in Nairobi County, allegation, alipe whatever was the value at that time, so that nabii can hold hii kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ukimaliza uswali, sababu tutaongea pale nje. Sasa hivi kesho tuko mahakamani, kama vile wakili Ndiro amesema, kesho tuko kwa mahakama. Kama Inspector General wa polisi na director wa CID hawatafika kesho kwa mahakama, kwanza wawe wamerelease wale watoto, kama vile Senator Maanzo ameomba the Mlolongo 6 na wale wengine abductees. Kama atakuwa hawajakuwa release, Inspector General atakuja kueleza mahakama kesho, na kama hatafika mbele ya mahakama, jaji wa mahakama alisema hata sita, and he used very precise language, Senator Sifuna. Alisema he will cite, he will convict and sentence them on the spot. Kesho mimi na wenzangu wakili Ndegwa tutakuwa kwa mahakama kesho. Hebu angalia, kama Inspector General hatakuwa amefika, mimi sitakuja. Kama atakuwa amefika, nifike pale tuulize maswali, because hatutaki onekane kama mambo yao ya kimzaha. People who do not respect the rule of law, watu ambao maamini kwamba chini ya katiba 2010 nchi hii ni nchi mpya kikatiba, na lazima kuwe na uadilifu wa kisheria. Tena vijana walikuwa wanataka jana 25th wakutane tu wakumbuke wenzao, to keep the vigil about the 25th of June. Mimi kwa akili yangu nitatoa pendekezo, because nabii amesema tukichukua usukani tutakomesha hicho kizazi.
wenyewe watakuja wachukue mamlaka yao. But we must remember that just like we had independence in 1963, tukawa republic, alafu kukawa na second liberation ambayo mwishowe ilizaa katiba 2010. Tukumbuke wananchi wa Kenya, we now have a new country. 25th of June, I recommend to the Senate, to Parliament, because personally, Mheshimiwa Sifuna, I believe the National Assembly stands impeached. No, kando na kwamba wamekuwa wamechukuliwa by state capture. But we must remember 25th of June as the day that the new Kenya ilizaliwa. 25th of June, new Kenya ikazaliwa. So don't stop them. In fact, wacha wajipange vizuri so that on the 25th of June 25th, the country will stand together with the young Kenyans who have now started a new generation, Kenya mpya. Au ni mafikiri yangu? Yatafakari hayo. Kwa sababu sasa tutaenda kuongea pale nje. Namsifu sana Mheshimiwa Sifuna. Ukiniuliza Professor Adams Oloo ni mtu ambaye namuelewa, and we have discussed this matter. I think we should give him the choice, because if now ODM begins the process ya kutafuta replacement, we are going to give these people the excuse they are looking for. Let us ask Adams Oloo akatalie mbali hiyo mamlaka amepatiwa na Ruto, aseme yeye ataenda kwa upande wa Azimio. If he makes that choice, I believe he's a reasonable person. And that is why we have confidence in him. Akifanya hivyo, then Ruto has no excuse other than to now put in place the 9 panelists so that we can have as soon as possible a new IEBC. Kumbukeni, wanatafuta kila njama ndio wapeleke mbele hata wakati wa uchaguzi kikatiba ambao inajulikana na ngojwa 2027. Let's not give them any excuse. No excuse whatsoever. Na hii maneno tumesema wazi, tutazidi kusema. Yale mengine ya kutoa matusi, ya kutukana watu ovyo ovyo, hayo tutajiu nayo kwa mitaa. Kule mitaani tutamenyana kwa mitaa. We will actually do wrestling. We also wrestle them in the space kwa mitandao, because vijana wanaona pengine they are not doing demonstrations wamezima, but they are everywhere in the space, and the nation and the whole world has come to a standstill and realize that Kenyan youth sio mchezo. You have to know they have claimed their country back. Mwisho Nabii, I saw the memorandum. Ni ajabu. Tutaichambua na yale ambayo umezungumza, tuangalie going forward, how can we help the church? How can we help the church in a manner that does not compromise the integrity of the church? Therefore, tunawaenzi bado bishops wa Catholic wa ile msimamo alitoa kurejesha pesa, followed by ACK kurejesha pesa ambazo vile Sifuna amesema hazijulikani zimetoka wapi. If we now do that, then you will get the kind of money Sifuna is talking about. Hata kama shilingi 10, lakini no, somebody has at least been able to sweat. Mheshimiwa Bosibori, our hostess, tunakushukuru sana. Mshikilie Mungu. I heard you shout the name of Jesus Christ, which is the most powerful name.